Herini kwa sherehe ya leo. Asante na kwangu pia. Ni nguvi. Sio na virumo Basi leo kwa kweli ni siku ya furaha kubwa kwetu sisi wana parokia ya Haubi, kwa namna ya pekee kabisa kigango chetu cha Kiriri, ambapo sister mpendwa wetu Marieta anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha, kwa zawadi ya wito mtakatifu aliojaliwa na Mungu. Sister mpendwa wetu yupo pamoja na wenzake. Tunaye pale Sister Adela, tunaye pale Sister Francisca. Hawa wote waliweka nadhiri za daima kwa pamoja, na hivyo basi wanamshukuru Mungu sana kwa neema na baraka anazowajalia katika maisha yao. Zawadi kubwa ambayo basi Mungu amewajalia ni uhai na wito huu mtakatifu. Wao wameamua kuyatolea maisha yao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wamejiweka wakfu kwa ajili ya Kristo. Wameyatolea maisha yao kwa ajili ya Kristo. Wameyatolea maisha yao kwa ajili yetu sisi. Masista watawa wanasali sana, wanatuombea sisi ambao pengine kwa namna moja au nyingine ile tumekuwa wavivu katika kusali, tumekuwa wavivu katika kumwomba Mungu. Basi hawa masista wetu siku zote wanapiga magoti, wanatuombea, wanajiombea na wao wenyewe. Naomba tuwapongeze sana masista wetu. Hongereni sana masista. Tunazidi kuwaomba muendelee kusali, muendelee kuliombea taifa letu, muendelee kutuombea sisi sote, tukapate kuishi kwa amani, tukapate kuishi kwa furaha, tukapate kuishi tukipendana kama watoto wa baba mmoja, tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Tuwashukuru pia kwa namna ya pekee wazazi wa Sister Marieta, ambao wao pia wamekuwa ni mfano na kielelezo cha mtoto wao Sister Marieta, na kuwa tayari kumsaidia katika makuzi, katika malezi. Hata sister akaitika wito wa kuwa tayari kumtumikia Mungu. Tunawashukuru sana wazazi kwa namna na jinsi mlivyomsaidia mpendwa sister wetu Marieta. Tuwapongeze sana wazazi wetu. Hawakuangalia na kutazama mambo ya dunia hii, maana pengine wangesema binti yetu sisi tunapenda aolewe, tupate mahari, tupate ng'ombe, tupate mbuzi, tupate fedha, tupate wajukuu. Lakini wakasema hapana, tunakutoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Nenda kamtumikie Mungu katika maisha haya ya wakfu. Basi tunawashukuru sana wazazi. Sisi sote tuliokusanyika hapa tunaalikwa kwa kweli tuwe watu wa shukurani katika maisha yetu. Mnatambua kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda upeo. Mwenyezi Mungu anatukirimia mema mengi sana, hata yale ambayo pengine hatujathubutu kuyaomba. Mungu Baba yetu wa mbinguni amekuwa ni mwema, amekuwa ni mkarimu kwetu, na amekuwa tayari kutubariki kwa baraka zote za mbinguni. Amekuwa tayari kutukirimia mema yote. Basi tujitahidi tuige mfano wa sister mpendwa wetu Marieta, ambaye amekuwa tayari kutushirikisha furaha yake na akatukusanya leo hii tuko pamoja naye hapa. Tunamwambia Mungu asante.
Basi hata sisi kwa namna mbalimbali, jinsi Mwenyezi Mungu alivyotubariki, jinsi Mwenyezi Mungu alivyotukirimu, basi tuinuke na tuseme, Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa mema na baraka zako. Maandiko matakatifu tuliyoyasikia yanatukumbusha juu ya moyo wa shukrani. Mmesikia katika somo la kwanza, ni kitabu cha Wafalme. Tunaona wale wana wa Israeli walipokuwa wanapita katika changamoto na magumu mbalimbali, lakini walitambua na kuona wema wa Mwenyezi Mungu, kwamba katika changamoto, katika magumu waliokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anawainua, Mwenyezi Mungu anawakomboa, Mwenyezi Mungu anawabariki. Na wao wanaona kweli ni kwa wema, ni kwa upendo wa Mwenyezi Mungu wameweza kusalimika, wameweza kuokoka, wameweza kupona, ni kwa sababu ya wema na upendo wa Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi wanaona kwamba mioyo yao inapaswa iwe ni mioyo iliyojaa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wanatambua na kuona wema wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao, na wanaomba siku zote Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kwa mapendo yote. Mwenyezi Mungu aendelee kuwakirimia mema yote. Basi hata sisi ndivyo tunavyokumbusha vivyo hivyo, kwamba tunapotambua na kuona wema wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, maana Mwenyezi Mungu ametutendea makuu na jina lake ni takatifu, kama anavyosema mama yetu Bikira Maria, ametutendea mambo makuu. Wapo ambao tumeokoka na ajali mbaya, wapo ambao tumeokoka na magonjwa mabaya ya kutuua, wapo ambao tumeokoka na majanga mbalimbali, wapo ambao tumenusurika katika kuliwa ama na kumezwa na wanyama wakali ama nyoka huko msituni. Mungu ametuepusha katika hayo yote. Mungu ametubariki katika familia zetu. Familia zetu zinaendelea vizuri zikiwa na afya njema. Watoto wetu wanaendelea kubarikiwa katika maisha yao. Mashamba yetu, mifugo yetu inazaa kutokana na wema na baraka za Mwenyezi Mungu. Basi katika hayo yote Mwenyezi Mungu anayotutendea, tuone wema wake na tuwe tayari kumwambia Mungu asante. Tumwambie Mungu asante. Piga magoti, sali kwa ajili ya shukrani kwa Mungu. Mwambie Mungu asante katika haya yote. Pengine leo ningekuwa sipo hapa, pengine ningekuwa nimekufa, pengine ningekuwa nimelala kitandani ni mgonjwa, lakini asante Mungu, leo hii umenipa kibali, umenipa afya njema. Mshukuru Mungu. Sasa tumesikia katika somo la pili waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, anasema tukisha uvaa utu mpya, basi tutembee na zile karama, tutembee na zile sifa za Bwana wetu Yesu Kristo: upole, unyenyekevu, utu wema, uvumilivu, kusameheana, kuchukuliana katika shida na matatizo yetu mbalimbali, kwa tayari kubebana na kuchukuliana. Na zaidi sana tunaambiwa baada ya hayo yote tuwe watu wa shukrani katika maisha yetu, maana Mungu ndiye anayetukirimia yote hayo pasipo mastahili yetu. Tujivike utu wema, upole, unyenyekevu, uvumilivu, moyo wa kusameheana, na mwisho tumwambie Mungu asante katika yote haya. Tumeishajivika utu upya kwa njia ya ubatizo wetu. Tuliuvua utu wa kale uliokuwa utu wa dhambi, maana kwa kuzaliwa kwetu tunazaliwa na ile dhambi ya asili. Tunapobatizwa tunazaliwa upya, tunavalishwa utu upya. Tukisha uvaa ule utu upya, na tuenende katika fadhila za Kristo mwenyewe. Tutembee daima katika fadhila za Kristo.
na hatimaye tumwambie Mungu asante katika maisha yetu. Swali ambalo tunapaswa kujiuliza, je, tumeweza kuvaa kweli sifa za Bwana wetu Yesu Kristo? Tumeweza kutembea katika fadhila za Yesu Kristo katika maisha yetu? Tuko wapole? Tuko wavumilivu? Tuna moyo wa kusamehe? Je, tuna mapendo ya dhati? Tunavumilia tunapopita katika changamoto na magumu? Tunavumilia? Wengine tupo tunatembea na kisasi dhidi ya ndugu na jamaa na marafiki zetu. Tunatembea na kisasi dhidi ya mme wangu, dhidi ya mke wangu. Natembea na kisasi dhidi ya jirani yangu, dhidi ya ndugu yangu. Na wengine tunadiriki hata kusema mimi huyu sitamsamehe mpaka tukakutanie kule kwa Mungu. Nini sindiri msamehera kabisa mpaka tukalomanere kwa Mulungu. Kuna wengine tunasema hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hatujawa tayari kutembea katika fadhila za Kristo, katika kusamehe, katika kuvumiliana, katika kuchukuliana katika mapungufu yetu. Hatujazaliwa tukiwa kama malaika hapa duniani. Tumezaliwa tukiwa na vilema vyetu. Tumezaliwa tukiwa na mapungufu yetu. Na ndio maana Paulo anatusii tuwe tayari kuvumiliana, tuwe tayari kuchukuliana, ili hatimaye sisi sote tufikie ufalme wa mbinguni. Ukivitazama vidole vyako, angalia vidole vyako vya miguuni, vidole vyako vya mkononi, vitazame vimekaaje. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe vya kwako vimekaaje? Unaviangalia? Mbona hamwangalii vidole vyenu? Au hamna vidole? Mnavyo? Vinafanana? Kwa nini havifanani? Mnafikiri Mungu alikosea kutuumba kwamba havifanani? Hajakosea, ameviumba kwa makusudi mazima. Kilicho kifupi kisaidiana na kilicho kirefu, kilicho kinene kisaidiana na kilicho chembamba, katika kufanya kazi na kutusaidia katika majukumu na mahitaji yetu mbalimbali. Mungu hakukosea katika kutuumba. Hakukosea. Sasa unavyoona namna na jinsi vidole vyetu vinavyotofautiana, ndivyo hata sisi tunavyozaliwa, ndivyo tunavyoumbwa. Hatujazaliwa tukifanana sote kama malaika. Tumeumbwa tukiwa na mapungufu yetu. Tumeumbwa tukiwa na vilema vyetu. Basi tunapaswa kuchukuliana, tunapaswa kubebana, tunapaswa kusaidiana, na pale tunapokuwa tumekoseana tusameheane. Tumsifu Yesu Kristo. Tusameheane ili tuishi kwa amani, kwa furaha na kwa upendo. Tukiwa watu wa msamaha, tutakuwa pia na moyo wa shukrani kwa Mungu. Tutakuwa pia na moyo wa shukrani kwa jirani. Ndivyo tunavyoalikwa katika somo letu la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Na katika Injili tunamsikia Yesu Kristo anatupatia mfano mzuri sana. Mfano wa wakoma 10. Na mfano huu hakika unatukumbusha kwamba kumbe tunapaswa kumshukuru Mungu. Wale wakoma walimkimbilia na kumlilia Yesu katika taabu yao ya ugonjwa mbaya wa ukoma. Ukoma uliwaharibu, na ukoma uliwafanya wakatengwa katika jamii, wakawekwa mbali katika mapango huko na katika milima. Lakini walisikia habari za Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo anaponya, Yesu Kristo anaokoa. Waliposikia kwamba Yesu anapita, basi walipaliza sauti zao na kuita, Bwana Yesu, Mwana wa Daudi, uturehemu. Na Yesu akawauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakaomba, tunaomba ututakase, tunaomba utuponye,
na huu ugonjwa mbaya wa ukoma. Na Yesu Kristo akawaambia, basi nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na walipokuwa wanaenda kujionyesha kwa makuhani, hakika walipona, walitakasika ukoma wao. Tunasikia kwamba ni yule mmoja tu aliyekumbuka na kurudi na kumwambia Yesu asante. Asante Yesu kwa kuniponya. Asante Yesu kwa kunirudishia afya yangu. Asante Yesu kwa kunikutanisha tena na ndugu jamaa na marafiki zangu. Maana nilikuwa nimetengwa na familia, nimetengwa na jamii, na kushukuru sasa umenirudisha tena katika kundi. Basi Yesu akamwambia, wako wapi wale wenzako 9? Inawezekana alisema sijui wako wapi. Lakini Yesu akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuponya, imani yako imekuokoa. Basi huyu Msamaria aliyerudi na kumwambia Mungu asante, tunaona anapokea mambo mawili. Anapokea uponyaji wa mwili kwanza kwa kutakaswa na kuponywa ukoma wake, lakini pili anapokea uponyaji wa roho. Anajaliwa neema ya kuushiriki ufalme wa milele mbinguni. Imani yako imekuokoa. Wale wengine 9 waliishia katika kuponywa kimwili, lakini kiroho hawakuweza kuponywa. Hawakuweza kuponywa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao na kutokurudi kumwambia Yesu asante. Sasa hata sisi wakati mwingine tunaweza tukafanana na wale wakoma 9. Mwenyezi Mungu ametutendea mema mengi tusivyoweza hata pengine kuyahesabu. Ametutendea mema mengi, lakini ni wangapi kati yetu tumekumbuka na kurudi na kumwambia asante? Basi Sister Marieta pamoja na wenzake hapa, Sister Adela pamoja na Sister Francisca, wanatukumbusha kwamba jamani, tuwe watu wa shukurani, maana haya ni mapenzi ya Mungu. Tuwe watu wa shukurani katika magumu, katika changamoto tunazokumbana nazo. Basi siku zote tumwambie Mungu asante. Tunawapongeza sana masista wetu kwa hatua hiyo mlioifikia. Tunawaombea Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwalinda. Basi tukutanike tena siku moja hapa kwa jubilei ya kumshukuru Mungu ya miaka 25 na baadaye 50. Tunawaombea. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana, yote yawezekana kwa Mungu. Tuendelee kusali, tuendelee kumuomba Mungu atupe afya njema, na hatimaye tena siku moja turudi hapa tuweze kumshukuru Mungu pamoja. Naomba tuwashangilie sana masista wetu. Wazazi, tunasema kwa mara nyingine tena asante. Tunasema asante kwa jinsi mlivyojitoa sadaka kwa ajili ya mtoto wetu, kwa ajili ya kanisa. Tunasema asante. Basi masista hawa kama nilivyosema, mpendwa wetu Sister Marieta na wenzake, hawa ni waombezi wetu. Wanasali, wanatuombea. Natumaini wazazi, baada ya kumtoa Marieta hamjapungukiwa kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Au mmepungukiwa kitu jamani? Kuna kitu ambacho mmepungukiwa? Hapana. Ila mna furaha, mna amani kwa kuwa Mungu amewabariki katika maisha yenu. Ndani ya familia tuna sister. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Basi tuendelee kusali, tuendelee kumwombea sister pamoja na wenzake. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema na wao waendelee kutuombea. Na siku zote tuendelee kumwambia Mungu asante kwa zawadi hii kubwa. Asante kwa familia, asante kwa wanajumuiya, asante kwa wanakigango. Basi na sisi tulio wazazi na walezi huko, tuwatoe watoto wetu kwa ajili ya kanisa. Tuwatoe watoto wetu kwa ajili ya kanisa. Mnaona hapa leo nina furaha na amani na mafrateri. Mafrateri wako 3 hapa. Ninaye mnovisi. Hawa wote wanakuja kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
Tuwapigie makofi. Sidhani kama kuna kitu chochote wanachopungukiwa katika maisha kwa ajili ya kujitoa kwa Mungu, na sidhani kama wazazi wao wanapungukiwa. Sidhani. Mimi sijawahi kumsikia baba yangu mzee John akalalamika akasema nasikitika sana, kwa nini nikutoa ukawa padri. Sijawahi kumsikia. Wala mama yangu sijawahi kumsikia akilalamika anasema nasikitika, kwa nini nikutoa mtoto wangu kwa padri, alafu tena we ni mtoto wa kwanza. Hawajawahi kusikitika wala kunung'unika. Wanafurahi, wana amani kwamba tunaye mwombezi. Baba yangu, muwe na amani tele. Furahini daima. Furahini daima. Mnao waombezi mbele yenu. Furahini daima. Na wazazi huko basi, toeni sadaka watoto wenu. Toeni sadaka watoto wenu. Na Mungu atawabariki siku zote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Herini tena kwa sherehe ya leo. Asante na kwako pia. Asante, tuwapigie makofi masista wetu.